kwa kuwa tumefanya mambo makubwa, ninaomba tuwalinde vijana wa taifa letu. Hii ndio nguvu kazi ya future ya taifa letu. Tunaomba vijana wafanyiwe uwekezaji kama ambavyo taarifa inaelezwa. Sasa watafundishwa mambo ya maadili, wafundishwe mambo ya kujitambua, vijana wetu wawekezewe kiuchumi. Mimi nashukuru sana machinga wangu pale Iringa na wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wengi ni vijana. Wale waliahidiwa kupewa milioni 700 na mama alipokuja 2022, muda bado haujaisha, najua bado mpaka mwezi wa 6 tunaenda kutekeleza hii budget. Hilo nalo liangaliwe ili uwezeshaji kwa vijana uwe mkubwa. Na tunakoelekea, jamani, kitolewa hata kama ni kitilioni 1 papu, kipelekwe kwa vijana. Tukachakachue uchumi wa hawa, sio tu kuanzishia, lakini hata wale wanaofanya kama wako kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye ufundi, tupeleke tumwezeshe huyu kutoka kwenye ufundi, tumsaidie skills, lakini pia tumsaidie capital. Hawa ndio future ya taifa letu. Lakini vijana walindwe, wapewe elimu ya kutosha. Vijana wetu ndio wanaoathirika kiasi kikubwa na maambukizi ya ukimwi. Na mimi sijajua hapa ni watoto au vijana, maana tukisema miaka 15, kuanzia miaka 15 mpaka 24. 15 mimi najua bado ni watoto. Miaka ukienda kisheria ni kuanzia miaka 18 ndo kijana. Lakini leo watoto wetu kuanzia miaka 15, 25 wameathirika. Maambukizi tumeambiwa hapa kwenye taarifa ya Waziri Mkuu. Kwa mwaka watu 60,000 wanaambukizwa maambukizi mapya ya HIV. Lakini 34% ni vijana. Vijana wanalindwa vipi jamani? Hebu tuwaangalie. Lakini watoto wetu hawa ndio hawa ambao wengi wanaathirika kwenye pombe. Na hili naomba nilielezee. Pombe zipo, lakini ziko pombe zilizochafuliwa. Nchi watu wengi wanakunywa pombe zilizochafuliwa, pombe ambazo hazijapimwa kitaalamu. Na jana aliongelea hapa Mheshimiwa Neema, hii yote ni kukosa chombo madhubuti ambacho kinasimamia usalama wa chakula kwenye nchi hii. Watu wanatengeneza pombe wanavyotaka wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ili tuangalie, ili tuwalinde vijana wetu. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sana, niliomba hapa Baraza la Afya ya Akili. Ndugu zangu, viongozi wangu, naomba Baraza la Afya la Akili liundwe, watu wahudumiwe kwenye akili zao. Msione watu wanafanya vituko kwenye nchi hii. Sio kitu rahisi mtu kwenda kumpiga mwenezi taifa ngumi mwanamke. Mambo haya kwenye akili tayari tumepinda. Watu ambao kwa hao walikataa isiandikwe katiba mpya, hao waliongoza mapambano ya kutoandika katiba mpya, hao leo wanarudi ndio wanaongoza mapambano ya kutuhumu lazima tuandike katiba mpya, wakati nyinyi ndio mlopinga. Tumeanzisha mchakato wa kuandika katiba mpya hapa, mkaanzisha kundi linaitwa Ukawa, mkapinga uendelezaji wa ile katiba, tukaishia mchakato ukaisha. Leo unatoka nje unapambana kama vile kuna mtu fulani alizuia. Waambie wa Tanzania, wewe ndio ulioanzisha ajenda ya kuzuia katiba mpya. Na yote yanayodaiwa mle kwenye katiba alikuwa yameingia kwenye katiba inayopendekezwa. Jambo ambalo alikuwepo ni moja tu la serikali 3. Mengine yote yaliingia. Kelele hizi huku nje za nini? Jamani, Baraza la Afya ya Akili lianzishwe. Tumeelezwa hapa uwekezaji wa bandari. Watu walitupinga, walitutukana, walifanya vitu vya ovyo. Lakini tumeambiwa hapa namna ambavyo bandari yetu imeongeza makasha. Jinsi ambavyo makontena, jinsi ambavyo siku za meli kukaa bandarini zimepungua, masaa ya kuhudumia meli za mafuta zimepungua, kiasi kwamba watu hawalipi tozo kubwa. Kwa hiyo sasa hivi bidhaa, ndio maana tunaona kuna utulivu wa mifumuko ya bei. Lakini hawa ndio waliongoza mapambano. Hawa ndio waliobeza miradi mikubwa ya kiuchumi ikiwepo umeme na SGR. Lakini hawa ndio leo wanageuka kwa Tanzania, wanawaambia vitu ambavyo havipo. Jamani, tuanzishe Baraza la Afya ya Akili nchini. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono.